Lakini sasa jengo lile lina utofauti upi na majengo mengine? Hiyo ndio la muhimu zaidi. Lile lina kama nilivyosema sakafu 9, na kwamba kwa maana ya ulinganifu ni jengo ambalo limejengwa liweze kudumu kwa takriban miaka 100, karne moja. Jengo lile lina mifumo ya kisasa sana ya tehama, narudia, ya kisasa sana. Na kutokana na ukubwa wake pia, Mheshimiwa Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Hamis Juma ameshauri pia tutumie akili unde kwa ajili ya kuelekeza watu kwenda kwenye ofisi zingine, kwa sababu watu bado wanapotea. Kwa hiyo baadaye tutaweka robots kwa ajili ya kuelekeza watu kwenda katika baadhi ya ofisi. Lakini pia jengo lile limewekewa base kwa juu ambayo helikopta inaweza katua. Kwa sasa tuna mobile court ambayo Mheshimiwa Msajili Mkuu amesema mahakama inayotembea barabarani. Tuna ndoto pengine miaka ijayo serikali inaweza kaamua pia ikawepo flying court, sio tu mobile court. Kwa hiyo helikopta ikatua pale, majaji wakatoka ofisini wakapanda kwenye helikopta, wakaenda kufanya majukumu labda ya kuamua kesi ambazo lazima wakaone, wakarudi ofisini siku hiyo hiyo. Haya ndio mambo ambayo tunafikiria katika jengo lile. Mwisho ni kwa maana ya ulinganifu. Jengo la kwanza kwa ukubwa kwa maana ya makao makuu ya mahakama duniani liko katika bara la Asia na lina ukubwa wa square meter, inaitwa ile sasa ground surface area ni 1,147,000. Kwa hiyo mengine hapa yanaendelea. Jengo la 6 kwa sasa kabla ya Jumamosi kwa sasa nalo liko Ulaya, la 6 lina ukubwa wa square meter 53,000. Jengo letu ambalo litazinduliwa Jumamosi tarehe 5, na Mungu atatujali atufike, ukubwa wake kwa maana ya gross surface area ni mita za mraba 63,244. Maana yake ni nini? Likisha zinduliwa litachukua nafasi ya 6 kwa majengo ya makao makuu ya mahakama. Litakuwa ni la 6 kwa ukubwa wa makao makuu ya mahakama duniani. Na litakuwa la kwanza Afrika. Sio Afrika Mashariki, Afrika yote ujumla. Litakuwa namba 1. Hilo ndilo jengo tunalotegemea kuzinduliwa. Gharama yake ndio hiyo. Na ni shughuli tu zinazohusiana na mahakama, yani ofisi za mambo ya mahakama, ama kuna watu wengine, labda wapangaji wengine? Nimesema hivyo kwa sababu ulivyoonyesha ni kubwa sana. Je, shughuli zote mnatoshea? Ni kweli. Lile jengo lina sura ya nyota, star. Kwamba unakuta kwamba bawa moja ni mahakama kuu, lingine mahakama ya rufani, lingine mahakama ya upeo ambayo kwa sasa hatuna, lakini tumefikiri mbali kwamba itakapokuja kutokea inahitajika jengo lipo mpaka na furniture. Sasa ofisi zitakuwepo za kutosha, lakini zaidi ya shughuli au zaidi ya wale waajiriwa wa mahakama moja kwa moja, wadau wa mahakama pia wapo. Kwa mfano ustawi wa jamii watakuwa na ofisi mle. Labda watu wa magereza watakuwa na ofisi mle. NPS, mawakili wa kujitegemea watakuwa na ofisi kule. Sehemu za kunyonyeshea watoto kwa mfano zitakuwepo. Sehemu ya watoto kutoa ushahidi na hata juvenile court itakuwepo. Lakini pia kutakuwa na sehemu ya kuwekea mahabusu na kadhalika. Ni jengo ambalo lina viwango vya hali ya juu sana vya kimataifa, na kwa kweli ni fahari kubwa sana. Niwaambie tu wa Tanzania kwamba wanapokuwa kwenye SGR treni ya mwendokasi, wanapoelekea kituo cha SGR, basi wakumbuke lile jengo kubwa naloliona pale, na tumeweka bango kubwa linawaka usiku na mchana. Basi ndio makao makuu ya mhimili wa mahakama, na mahakama haijawahi kuwa na jengo lake la mahakama la makao makuu. Jengo ambalo kwa sasa linatumika Dar es Salaam halikuwa limejengwa kwa ajili ya makao makuu ya mahakama, na jengo lile limeanza kutumika mwaka 1902 kwa shughuli zingine. Ndio maana Rais mstaafu wa awamu ya 4 Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alipokuja kwenye kuzindua Law Week
alitutania kama bana ile ilikuwaga hoteli, kwa hiyo bado uko pale. Lakini sasa tunashukuru kwamba hatimaye kwa kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ndoto hii imetimia. Ni historia kwa nchi yetu, ni historia kwa bara la Afrika, ni historia pia kwa dunia. Maana yake ni kwamba hata jina la Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan na jitihada anazozifanya kwa maana ya familia ya mahakama itaandikwa na kukumbukwa kwa wino wa dhahabu.